Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kusalimu wote katika jina la Yesu. Leo tena nimepata nafasi nyingine, na wewe Mungu amekupatia nafasi nyingine ya mimi na wewe kuweza kunena jambo ama neno la Mungu. Maana Mungu amesema ya kwamba wale ambao watakuwa wakimtafuta wa kweli usaidizi utatoka kwake. Ninajua kwamba siku ya leo mahali ulipo Biblia inasema ya kwamba nendeni mkawaambie mataifa. Kwa hivyo siku ya leo nami nimekuja ili niwe mmoja wa wale ambao watakaowaambia mataifa ya kwamba tubuni dhambi, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu hii dunia ambayo tunaishi ni dunia ambayo iko na hatari nyingi sana. Maana dunia hujipendekeza kwa watu. Lakini kitu moja ninajua ni kwamba urafiki wa dunia ni kama ule urafiki ambao Delila alikuwa amefanya urafiki na Samson. Samson alifanya urafiki na Delila na mwishowe Delila akamuua. Kwa hivyo hata hii dunia ambao tunaishi siku ya leo, urafiki ambao tuko nao, najua kwamba tunapenda dunia sana. Hakuna mtu ambaye anapanga kutoka hii dunia. Hakuna mtu anayepanga ya kwamba dunia hii ataishi vibaya. Lakini urafiki ambao tunaweka siku ya leo, huo urafiki mwishowe utakuja kukuangamiza. Na ndipo Yesu Kristo alitoka mbinguni akakuja kukuhatarisha ya kwamba kuna hatari. Marafiki wengi ambao uko nao siku ya leo, vitu ambavyo unaviona zikiwa za kupendeza, nyingi yake ni ule urafiki ambao itakuja kugeuka. Kwa sababu hakuna mtu, ama Samson hakujua ya kwamba Delila atakuja kumuua. Lakini siku ya leo mimi nakuhatarisha. Najua kuna story moja ambao napendezwa nayo sana, ya kwamba kuna mzee moja alikuwa na kibuyu cha maziwa, na huyo mzee akatembea safari ndefu sana. Na alipotembea na hiyo safari na kibuyu cha maziwa, ikafika mahali amechoka, akaona ya kwamba apumzike na hiyo ili akishaamka akunywe maziwa. Kumbe nyoka alikuja akaingia ndani, na alipoingia ndani ya hiyo kibuyu, nyoka akakunywa maziwa ama akamwaga, na nyoka akakaa ndani. Lakini mzee alipoamka kunywa maziwa akaona hapana, hapa ndani hata kama kibuyu kinaonekana kina maziwa, si maziwa, hapa ni kama kuna adui. Na alipoinua ile kibuyu kukunywa maziwa akaona hapana, si kibuyu peke yake na si maziwa iko ndani, bali ni nyoka. Na Biblia inasema na hiyo story inasema ya kwamba alipoona ya kwamba nyoka itamuuma, akasema hata kama ninapenda hii kibuyu, hata kama nitabeba kibuyu nacho maziwa tena, hii sasa nitavunja hii kibuyu, kwa sababu nyoka ako ndani. Kibuyu haitanisaidia na sitaweka tena maziwa. Kwa hivyo ikabidi kibuyu kile kiweze kikavunjwa na kikapasuka. Kibuyu haikuvunjwa kwa sababu ilikuwa mbaya. Kibuyu ilivunjwa kwa sababu ya ule nyoka ambaye aliingia ndani baada ya maziwa kutoka. Na hata nawe siku ya leo, ili usije ukavunjwa kama ile kibuyu, Yesu alipokuleta hapa duniani, kibuyu wewe ulikuwa ni kibuyu kizuri cha kubeba maziwa, lakini sasa ulikuja ukageuka. Kwa hivyo asubuhi ama wakati wote ambao unanisikiliza, nataka usikue ile kibuyu ambayo ilivunjwa, wewe kuwa kibuyu ambayo kitadimisha ile maziwa. Kwa hivyo nataka kukaribisha ili nikaweza nikanena mambo machache kuhusu mbinguni hii ambao tunajiandaa kwenda. Kwa hivyo nataka nikaombe alafu tukaendelea. Na mimi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa nafasi ambayo umenipatia ya msikilizaji na mtazamaji siku ya leo. Najua kwamba neno lako ni upanga ambao Yesu Kristo inakata kuwili, inakata upande ule na upande ile. Toa chochote ambacho Yesu Kristo haujapanda katika msikilizaji na mtazamaji, ili Baba Yesu Kristo atakapotoka hii dunia, Baba ukaweza kumbariki na kumuonekania. Asante kwa neema, asante kwa uwezo ambao utakaotupatia, tusije tukaangamia. Baba tusaidie kuishi kwa mapenzi yako, na ni katika jina Kristo aliye mkombozi Baba naomba na kuamini. Amen. Basi kama siku ya leo tena vile Mungu amenipatia, niko na ujumbe ambao nataka kuleta kwako, ambao inasema ya kwamba Yesu atafika nyumbani kwako leo. Yesu atakwenda kwako. Yesu atafika nyumbani kwako. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo nyumbani kwako kunahitajika. Kuna mambo mengi ambayo inahitajika kwako. Na Yesu akipata nafasi ya kuja kwako, Yesu akipata nafasi ya kufika tu nyumbani kwako, maisha yako hayatakuwa sawa tena. Kuna watu wengi ambao mambo yao yameharibika nyumbani, na Yesu hajafika. Na Yesu atafika kwako. Kwako nyumbani siku ya leo ni Roho Mtakatifu ambaye atakayeingia katika nafasi. Usije ukamkata. Watu wengi wamekataza Yesu kufika kwao.
Mnajua kwamba shughuli na mambo ambayo yako dunia ya kutafuta kile na kile imefanya watu wahangaike. Nataka kusoma kitabu cha Luka 19. Luka 19 mstari wa 2. Uone ya kwamba nafasi ya Yesu iko ya kuja kwako. Na Luka 19 mstari wa 2. Inasema natazama kulikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitaka kumuona Yesu, na ni mtu wa namna gani? Asiweze, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu mfupi kwa kimo. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alitaka kumuona Yesu, alitamani kuwa naye nyumbani. Alikata wewe na mimi tumetamani sana, lakini kuna mambo inatuzuia. Labda ni familia, labda ni biashara, labda unasema ya kwamba sijasoma, labda hujaoa, labda unasema ya kwamba bado hujaokoka. Lakini Biblia inasema ya kwamba alitaka sana kumuona, lakini aliposikia kwamba Yesu anapita, akajua kwamba ni siku ambayo atangangana mpaka ampeleke nyumbani. Biblia inasema ya kwamba akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo inampasa kushinda nyumbani kwako. Yesu tayari ameshafaulu, ameshamuona, na Zakayo nao ameshakutana macho kwa macho na huyu mtu ambaye anaitwa Yesu. Akasema ya kwamba huyu Yesu ambaye nimekuwa nikimtafuta, huyu Yesu ndio niko na haja naye. Na Yesu alipomuona akamwambia kwamba leo nitakuwa kwako, leo nitaishi na wewe. Kwa hivyo siku ya leo kuna mtu ambaye maisha yake amekuwa akihangaika, lakini Yesu anaenda kwake siku ya leo. Yesu atabadilisha. Mstari wa 9 unanifurahisha, kwa sababu Yesu alipofika nyumbani kwake akamwambia, leo wokovu umefika. Kwa hivyo kuna mahali ambapo ulikuwa unagojewa, kuna mambo ambayo kwako umekuwa ukihangaika, lakini siku ya leo tazama, Yesu alipoenda kwa huyu mtosha ushuru, watu walimdharau. Hata nawe sijui watu wamekudharau kiasi gani, sijui kama ni kazini unapoenda, sijui kama ni wapi, ama ni familia yenu. Hata kuna watu familia yao inawatenga, lakini Biblia inasema ya kwamba Zakayo alipofika na huyu Yesu nyumbani kwake, alipofika pale, Yesu alimwambia wokovu umefika. Inaweza kuwa hata wewe siku ya leo ndio wokovu imefika kwako, kwa sababu Yesu amekubali kwenda na wewe. Usijali magonjwa yamekuwa kwenu, usijali tabia yenye imekuwa kwenu, watoto wako wamekuwa wakikuhangaisha, lakini siku ya leo mimi na wewe tusilie tena. Ni kwa sababu najua kwamba wokovu umeshafika, na wokovu ukifika bila shaka, unajua wokovu ambao Yesu Kristo atalete kwako. Nilikuwa naangalia saa venye huwa inatembea, na nikaona saa katika clock face inakuwaga na mikono mitatu. Kuna kamoja kanakimbia, kengine kanaenda upolepole, na kuna moja ambayo inaenda upolepole, na ndio inasema ni saa ngapi. Kwa hivyo hata nawe ukipeleka Yesu nyumbani, vile watu hawatajua vile utakavyobadilika baadaye. Hata kama walikimbia kama ile the second hand, wewe usijali. Vile unaona minute hadi inakimbia polepole, second hadi inakimbia, yako wewe tembea. Ukishapata Yesu utakuwa kubadilika. Ninaamini na ninajua ya kwamba Zakayo, watu walipokuwa wamemdharau, baadaye wakamuona, wakasema ya kwamba na ni kweli, hakika amemuona. Na bila shaka hata nawe siku ya leo, hata nami ninajua vile Zakayo alipanda juu ya mti, hata nawe usisahau ya kwamba kuna miti aina nyingi siku ya leo. Unaweza kwenda kwa mlima ukaombe, unaweza kwenda katika kanisa, tafuta kanisa moja. Ukienda pale kwenye mlima, Yesu atakubali kwenda na wewe kwako, kwa sababu ukienda naye kwako, hiyo ambayo imekuhangaisha, labda ni kushindwa kulipa nyumba, labda ni nini ambayo imekutesa, usijali. Siku ya leo mimi najua kwamba tutaweza kufika pale. Katika Luka 8, ninajua kwamba katika Luka 8, katika kitabu cha Luka 8, nataka kusoma tena hapo kidogo. Luka 8 mstari wa 40, kwa sababu Yesu akifika nyumbani, bila shaka najua kwamba akifika kwako,
bila shaka hata nawe najua kwamba hautakuwa kulia tena, kwa sababu watu wengi wamelia, watu wengi wamekuchekelea. Ninajua watu wamekuchekelea sana, lakini bila shaka ninajua kwamba yale yote ulitarajia siku ya leo, ukiamini nami niamini, kwa sababu imani, ninajua kwamba ukiwa na imani inaleta tumaini. Kwa hivyo niko na kitabu hapa cha Luka 8 mstari wa 40, nasoma mpaka 42. Biblia inasema ya kwamba basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Kuna watu ambao hukana wanasema ya kwamba mimi nikipata Yesu, nimeshasikia mpaka mtu ambao amelewa anasema ya kwamba mimi nikiokoka, mimi kama nitapata Yesu sitarudi kufanya hivi tena. Kwa hivyo wale watu ambao Yesu alikuwa amewaacha, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wamemngoja kwa furaha, na aliporudi mahali pale, natazama mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni na Yesu, akamsihi miguuni pa Yesu, akamsihi, na alipokuwa akimsihi aingie nyumbani kwake. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Yesu akawa amewacha watu wale alikuwa nao, na alipoenda tu kidogo, mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkubwa wa kanisa, si mzee wa kawaida, ni mtu ambaye alikuwa anaaminika katika sinagogi, alikuwa anaitwa Jairo, na akaenda pale akamwambia Yesu, ninakusihi twende tu nyumbani, kwa sababu Yesu akifika nyumbani kwako, wewe hujamsihi Yesu akakataa. Vile unaona maisha yako yakienda, msihi tu Yesu, na Yesu ukimsihi aingie kwako, bila shaka maisha yatageuka. Biblia inasema ya kwamba akamsihi aingie nyumbani kwake. Kwa sababu gani alikuwa anataka? Ni mambo ambayo yeye aliangalia kwamba akaona ya kwamba pesa haitamsaidia. Aliomba mpaka akaona ya kwamba labda hata maombi haimsaidii. Akaona ya kwamba ni vizuri aende akamsihi Yesu aje nyumbani. Sasa nimekwambia, Yesu akifika kwako nyumbani, bila shaka either ni renti imekulemea, either ni watoto walisoma wakakosa kuajiriwa, either ni wewe mwanarika ulipenda kuolewa na haukuolewa, ama unataka kuoa na hujaoa. Bila shaka Yesu akija kwako nyumbani, ambaye ni roho yako siku ya leo, bila shaka maisha yako itageuka. Naona ya kwamba Yesu hakukataa kwenda na yeye, kwa sababu yote ambaye atakayemsihi waende na yeye, Yesu ako tayari kumbadilisha, ako tayari kwenda naye. Biblia inasema ya kwamba sababu gani alitaka kwenda na yeye? Kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12, na alipokuwa akienda, mkutano walimsonga. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kumbe Yesu akikubalika, kumbe wewe ukikubalika na Yesu kwenda kwake, Yesu aende kwako, kumbe watu bado tena watatamani waseme hapana, hata sisi hatutabaki. Kumbe yale mali hauna, ukipata mali, kumbe watu wengi watakufuata. Kumbe ukisema ya kwamba umepona, ya kwamba sasa uko na kazi, kuna watu ambao wameshakuwa bila kazi kwa muda mrefu sana, na wanapopata kila mtu anataka kujiitanisha na yeye. Kwa hivyo siku ya leo mimi naangalia kwamba huyu mzee Yairo alipokubalika ya kwamba ataenda na Yesu kwake nyumbani, Biblia inasema ya kwamba na watu wengi wakasongana na Yesu. Watu wengi wanataka kuona ni nini hicho ambacho Yesu ataenda kufanya. Yesu akija kwako, hata haijalishi kulikuwa kumefika kiasi gani, lazima atameki sure mambo yatabadilika, mambo hayataenda venye yalikuwa. Biblia inasema ya kwamba kuna watu wengi ambao wanataka kunena mambo yako ni mazuri, Yesu Kristo ameandaa, ninayaangalia. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokubali kwenda na yeye, nataka kuangalia mstari wa 49. Alipokuwa akinena hayo, kumbe Yesu alipokuwa akinena na huyu ndugu, alipokuwa akinena na yeye, watu naye hawakozi wale wa kuharibu, watu hawakozi wa kuinuka mtu. Watu wakipata ya kwamba umepata huyu Yesu. Siku nyingine nilisema ya kwamba ukipata watu watakusema, ukikosa watakusema. Sasa lakini hawakusemi vile umehangaika. Sasa sikia mstari wa 49. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kufika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsubue mwalimu. Sikia sasa watu ya mshene. Sikia watu sasa wa gossip.
Wale watu ambao, unajua kuna watu ambao midomo yao ni mgonjwa na hawajui. Kuna watu midomo yao ni migonjwa. Wengine midomo yao imegonjeka kwa kunena uongo. Wengine midomo yao imegonjeka kwa kunena mambo ambao hana ukweli, hana uhakika. Hata akiulizwa aseme atasema ni kama nilisikia. Lakini sasa sikia siku ya leo. Mtu mwingine akakuja akamwambia kwamba wewe usisumbue Yesu, usisumbue, duka yako imefungwa. Usisumbue, msichana wako labda ni mjamzito na ako form 3 labda ama ako form 2. Sikia hii maneno venye wanasema ni kama imesemekana. Alipomwambia hivyo, lakini kumbe Yesu hii story alikuwa anajua ya kwamba watu wa dunia lazima waseme. Nilikuambia ukifanya urafiki na dunia hawataki usonge mbele, mwishowe wanataka kukumaliza, kwa sababu naona ya kwamba. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu naye ataponywa. Kwa hivyo Yesu alikuwa amesikia watu wamemwambia, na Yesu ukafadhali venye Yesu alisikia akamzima, akamwambia wewe nyamaza, wewe usimwambie hayo, kwa sababu Yesu yuko. Kuna mambo mengi ambao ukihangaishwa nayo, kuna mambo mengi sana ambayo bila shaka Yesu angekuwa amekufanyia, lakini wengi wamekufunya moyo, wakakwambia hawezi. Wengi walijaribu. Hebu imagine ukienda kufungua mahali duka ama biashara, watu wakwambie wewe ni kama namba 10 kukomboa hiyo nyumba, na wote ambao waliweka hiyo duka wengi waliumia, wengi walihangaika. Ama mwingine akwambia, nimeshasikia mwingine akimwambia usijaribu kufanya harusi ya kanisa, wale ambao wanafanya harusi ya kanisa hubadilika ama huharibika. Ni uongo. Hiyo ni watu ambao wakisema hivyo, jua Yesu yuko pale. Usikubali kudanganywa na mtu. Usikubali kuambiwa na mtu ati ukienda Dubai utakuja kuteseka. Nenda hiyo Dubai, nenda hiyo Amerika ukafanye, kwa sababu yule ambaye anasema hiyo maneno wachana na yeye. Yesu amesikia, na kuna watu ambao wamewekwa pale tu ya kukuvuja moyo. Kuna watu midomo yao bila kusema mambo ambao ni mabaya hawawezi wakaishi, maana midomo yao imegonjeka na magonjwa aina nyingi. Kwa hivyo Yesu aliposikia hayo alimwambia, wewe usiogopi, wewe usihofu, kwa sababu ya kwamba huyu ataenda kuponywa. Naye huyu mtu akajitia nguvu. Hata nami nimeshaambiwa na watu mambo mengi sana, na nikajua kwamba sitageuka na sitabadilika. Nitahakikisha ya kwamba Yesu amefika kwangu nyumbani, na akifika nyumbani nitamwambia yote. Hebu sikia maneno katika mstari wa 51. Alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Kwa hivyo kuna watu ambao hawatakiwa juu ya muujiza wako ya kwamba umepata Yesu, mpaka uhakikishe ya kwamba mambo yametendeka. Yesu akatoa watu. Yesu akamwambia kwamba mimi msiingie. Kuna watu ambao hata wewe watafukuzwa. Haijalishi umezaliwa pamoja nao, haijalishi umeandikwa kazi pamoja nao, haijalishi mnafanya kampuni moja, haijalishi alikuwa classmate, haijalishi mmebebwa naye kwa matatu. Kuna watu hautaongelesha, na utaongelesha nao kimpango. Biblia inasema ya kwamba akaingia tu, hata kama alikuwa ameenda na wanafunzi wote 12, ilibidi wengine 9 wabaki wanafunzi wake, akaingia na wanafunzi 3. Kwa sababu gani? Yale mambo yalikuwa yanaenda kufanyika ilikuwa ya Jairo na mama yake na mtoto. Na Biblia inasema ya kwamba alipoingia pale, mstari wa 52, na watu wote walikuwa wakilia na kumuombolezea, akasema msilia, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yako yalionekana kama imekufa, lakini Yesu anaiangalia. Kama utamwalika tu akuje nyumbani, mimi najua inaweza kuwa kwamba ndoa yako unaona kama imeisha. Ndoa yako unaona kabisa sasa imesabaratika. Unaangalia kabisa mwaka huu maisha ambayo ulikuwa naye ni kama maisha ambayo sasa imefika mwisho. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu anaangalia, anasema kwa moyo, kama angelijua huyu maisha yake, akaambia yule msichana hajakufa. Baba yake najua kwamba na mama yake walijua kwamba vile Yesu anasema ni ukweli. Ukipeleka Yesu nyumbani, vile anavyosema hajakosea, ni ukweli kabisa ya kwamba mtu huyu hajakufa. Hata nami naamini siku ya leo biashara yako haijakufa. Hata nami naamini siku ya leo watu wenu hawaja kutenga. Ninaamini siku ya leo wewe ambao ulitafuta visa, wewe ambao ulitafuta ya kwenda passport
passport ya kwenda na hujapanda ndege, wewe usijali, peleka Yesu nyumbani na mambo yote unaenda kufanya sasa siku ya leo. Ulipanga kununua plot, ulipanga kuuza kitu fulani na haijafanyika siku ya leo, amini tu, amelala. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia ako usingizi tu. Hakusema usingizi, alimalizia na kusema tu. Yaani ni kitu kidogo tu, halafu Yesu amuamshe, Yesu ambadilishe. Hebu sikia, anasema ya kwamba mstari wa 52. Wakamcheka sana. Hao watu wanacheka ni wale walikuwa maombolezo. Hao watu wanacheka ni wale watu ambao walikuwa wamesaidia mama kulia, wamesaidia mzee kulia, na wanamcheka. Kwa hivyo kuna watu ambao tumeshajua na tumeshagundua na tumesema siku nyingi ya kwamba kuna watu wanakuwa maombolezo, lakini wanataka kukuchekea, wanataka kujua kwamba wanataka kukumaliza. Kwa hivyo siku ya leo mimi naamini ya kwamba wale ambao walikucheka, wale ambao wanasema ya kwamba ati mtoto hataamka, hebu imagine biashara yako inaenda kuamka vizuri sana. Biashara yako Mungu anapendezwa naye, familia yako Mungu anapendezwa nayo, na wale watu wameomboleza na wewe, wale watu wanakucheka. Sasa walikuwa wanakuja maombolezo kufanya nini? Kama ningewauliza, mlikuja maombolezo kufanya nini? Ili mnichekere ya kwamba duka yangu ilifungwa, ili mnichekere. Kuna watu waliomboleza ya kwamba we familia yako ulipotoka kwako, yani ulipotoka we mama ulikuwa kwako, ulipokosana na mume wako, kumbe watu hawaku wanakuomba na wewe. Hata labda wengine walikuwa kanisani. Nashangaa hata wengine wanasindikisha watu mpaka kanisani kuwachekelea. Wengine wanasindikisha katika familia yao. Mmezaliwa nyumba moja na bado hakuna ambao kitu wanakusaidia. Inakaa tu ni kama wasiwasi. Lakini siku ya leo Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoona wakicheka na alikuwa ameambia ule mtu asiogope. Hata nami najua kwamba kwa sababu wako nyumbani. 55 inasema Yesu huyo alimwambia kitu rahisi 254, akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana inuka. Kwa hivyo hata nami siku ya leo ninaamini ya kwamba wewe ambaye maisha yako imeenda chini, wewe ambao ulikuwa umefika mwisho, ninaamini jambo moja ya kwamba Yesu atakuinua mkono kwa sababu amefika kwa nyumba. Hangeshika mkono huyo kijana kama angefika nyumbani. Ilibidi afike nyumbani ashike mkono. Kwa hivyo kuna mambo yako machache ambayo yanahitaji kushikwa mkono, na ukishikwa mkono bila shaka hakika yataamka. Ninajua kwamba siku ya leo katika Luka 4, leo niko katika kitabu cha Luka 4. Luka 4 mstari wa 38. Luka 4 mstari wa 38. Luka 4 mstari wa 30 nasema, akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simioni. Naye mkwewe Simioni, mamaye mkwewe, alikuwa ameshikwa na homa. Hali wakamuomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye, akakemea ile homa, akamuacha. Mara hiyo akaondoka, akamtumikia. Kwa hivyo hebu angalia sasa, Yesu ameenda mpaka kwa Simon ambaye alikuwa ni baadhi ya mtume wake mmoja, na yakuta mama mzazi wa mke wa Simon alikuwa mgonjwa homa, lakini kwa sababu Yesu hao kwa nyumba alimuguza tu. Inaweza kuwa hata wewe siku ya leo inahitajika kwamba wewe Yesu afike kwako, aguse hiyo jambo lako. Kuna homa ambayo iko kwako, sijui ni homa ina gani, sijui kama ni bolea umekosa ya kulima naye, sijui ni pesa ya kupanda, sijui ni biashara imeenda, kuna mambo mengi, sijui ni watoto wamekataa shule, sijui ni fisi umekosa, sijui ni rent. Lakini jambo moja anasema ya kwamba akamuguza, na alipomuguza homa ikaweza ikaisha. Kwa hivyo anapokuja katika nyumbani kwako, Yesu huyu anakubadilishia. Ninapoenda kumalizia, nisome tu mstari wa mwisho, Mathayo 9 na mstari wa 10, alafu nimalizia hapo. Mathayo 9 mstari wa 10. Ikawa alipofika nyumbani ale chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Kwa hivyo Yesu akifika, kuna watu wengi wanategemea ushike Yesu. Kuna watu wengi sana wanategemea ukaweza ukaokoka. Kuna watu wengi, maana watoza ushuru wenye dhambi watafika. Hata kuna wadugu na wadada ambao umezaliwa pamoja nao, wengine wafanya nao kazi, lakini unangojea tu Yesu afike kwako nyumbani. Na akifika, bila shaka utaona venye mambo itakavyofanyika. Wewe ndio unategemewa katika familia yenu, uweze ukabadilisha watu. Lakini sasa wewe hujapata Yesu, hujamlete nyumbani kwako, kwa sababu siku ya leo
Mimi naamini na ninashukuru Mungu kwa sababu Yesu leo utampeleka kwako, na ukimpeleka, hiyo ploti ulitaka kuuza, hiyo ploti ulitaka kununua, hiyo gari ulitaka, watoto ulitaka wakae vizuri, familia yako ulitaka ikae mzuri, vile umepanga mwaka huu, vile utakavyomalizia mwaka huu, ni vile utakavyopeleka Yesu nyumbani. Kwa hivyo bila shaka mimi na wewe wacha tupeleke Yesu nyumbani. Wewe panda juu ya miti kama vile Zakayo alipanda juu ya miti, enda kukuta mahali Yesu anahubiri, na bila shaka ukimkuta, hata kama kwa crusade. Watu wengine wanaona crusade kiburu unapita tu. Sikiliza neno moja, unaweza peleka Yesu nyumbani. Usijali anahubiri peke yake. Ukimwona hata kwa studio ama kwa basi, sikiliza yeye. Ukisikia kwa TV, sikiliza kwa TV, na watu watakubali. Na wewe Yesu ukimpeleka nyumbani utaweza kubadilika. Kwa hivyo nataka kufika hapo siku ya leo kwa sababu nakupenda. Najua kwamba wewe msikilizaji wangu na wewe mtazamaji, unaweza kuwa wewe ni muimbaji, wewe ni mchungaji, wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni mwanarika. Kuna mambo mengi sana. Hata watoto wa Sunday siku hizi wanashika neno na hubiri, wanatumika. Kwa hivyo nataka kuacha hapo siku ya leo mpaka tutakapokutana tena. Najua kwamba huyu Mungu ambaye ni mwasilishi na mkamilishaji wa imani yetu, imani ambayo utakaweka katika neno ya kwamba atakapofika kwako, ile mambo ilikuwa imeharibika, kuna kupanuka, kuna kuinuliwa, kuna kutenda tena, kwa sababu Yesu anaenda kutenda tena. Najua kwamba unaweza ukanipata katika kanisa na hubiri na kanisa la Edley Revival Ministry liko Nakuru Town, upande wa Nakuru West. Mimi huwa naweza nikatoa ushauri, naweza kuwa nikaomba na wewe, lakini najua kwamba imani ambayo utakaweka si lazima uje mahali niko, lakini ukipiga tu simu ambayo utakayopata, niko na simu yangu ya Safaricom ambayo ni 0723 567 717. Niko na Airtel 0735 192 111. Mungu akubariki na akutende wema. Najua kwamba utakuwa tukikutana katika television na mahali popote utakapokuwa ukinitazama, na lolote utakalofanya wewe amini nami na Mungu atakubariki. Nataka niombe ili nikaweza nikamaliza. Na wewe ambao haujaokoka na ungependa kukiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, unaweza kurudia maneno haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Vuta jina langu kwenye kitabu cha mauti. Kutoka siku ya leo nimeokoka na nimeamini. Wacha niombe na wewe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji. Tazama siku ya leo tumekuwa na yeye tukisema ya kwamba ujumbe ambao ni wa kuleta Yesu nyumbani. Atakapofika nyumbani kama vile Zakayo alimleta nyumbani, kama vile Jairo alifikisha Yesu nyumbani na mtoto yake akafufuka. Hata siku ya leo huyu mdanda, huyu ndugu, mwanalika na mtoto ambaye amenisikiliza siku ya leo, mbariki Baba na ukamuonekania. Tembea na yeye kwake ili Baba Yesu Kristo ukambadilishe maisha yake. Uinuliwe Baba na upewe sifa. Sija kuamrisha ufanye lolote, lakini sema tu mapenzi yako yakatindiki. Na ni katika jina Kristo mkombozi Baba naomba na kuamini. Asante. Mungu akubariki. Tafuta kanisa ambao utakaokuwa ukienda. Kama hauna kanisa utakuja mahali ambapo niko. Na Mungu akubariki. Asante. Shalom. Amen.